Na ukisoma katika Waibrania 11, Waibrania 12 na ule mstari wa kwanza, Waibrania 12 na ule mstari wa Waibrania 12 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Biblia inasema tuweke kando kila mzigo mzito. Ni mzigo gani ambao umekuwa mzigo mzito kwako? Mwingine ni uzinzi, mwingine ni uongo, mwingine ni utapeli, mwingine ni usengenyaji, mwingine ni uzushi, mwingine ni ulawiti, mwingine ni ushoga. Anasema tuweke kando kila mzigo utudhingao kwa upesi, lakini na ile dhambi ituzingao kwa upesi, na ile dhambi inayotutawala tuiweke kando, tusiruhusu ikae ndani yetu. Sasa ninapomalizia ni namna gani sasa unaweza ukaamua kubadilika kuwa mtu mwingine, kuwa mtu mpya, kuwa mtu ambaye unaamua kutoka jumla. Tuone kwa mtu ambaye aliweza kuamua yeye mwenyewe. Ni katika kile kitabu cha Luka sura ya 19 na ule mstari wa pili. Luka 19 na ule mstari wa pili, anasema Luka 19 na ule mstari wa pili, anasema, na tazama, palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Naye Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakasema, ameingia kukaa na mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na kila ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ni mtenda dhambi, ni mtu ambaye kwa leo hii tunaweza tukasema ni mtu ambaye alikuwa anafanya kwenye mamlaka za mapato. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anapiga mahesabu ya fedha ambayo imezidi ili aweze kuichukua na kufanya ufisadi, mpaka jamii ilimtambua kuwa huyu jamaa alikuwa ni fisadi. Lakini aliposikia habari za Yesu, aliamua jumla kubadilisha maisha yake. Aliamua, ndani yake ilijengeka kiu ya kutaka kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Wewe unayenitazama hapo, ninakushauri amua kukutana na Yesu na amua kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Amua kutaka kujua Yesu ni mtu wa namna gani. Zakayo anasema, ikiwa kuna mtu yeyote nimemnyang'anya kwa hila, nitamlipa mara 4 kwa vile ambavyo nimemfanyia. Na ikiwa kuna mtu yeyote nimemdhulumu, nitamlipa mara 4. Na ikiwa kama kuna watu ambao niliwakosea, basi na maskini nawalipa mara 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu mpendwa, wewe ambaye umesikia hili somo, ninakushauri ondokana na maisha ya dhambi kwenye maisha yako. Usiruhusu dhambi itawale maisha yako. Amua kama Lazaro ambavyo hakutaka kujificha, akasema, kwa mtu yeyote ambaye nimemfanyia kitu kibaya, nipo tayari kumlipa, nipo tayari kumrejeshea. Sasa ngoja nikuombee. Kama kuna kitu ambacho kinazuia usifanye maamuzi ya kufanya toba ambayo ni halali, ya kufanya toba ambayo ni ya haki, ili ugeuzwe na kuwa mtu mwingine kupitia haya maombi, hebu ungana, tafuta msaada. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamleta mtumishi wako huyu ambaye mfalme ataamua kwa dhati, ama ameamua kwa dhati kubadilika na kuwa mtu mwingine.
naweka ndani yake roho ya kufanya uamuzi, roho ya kuamua kwa dhati kuacha maisha ya dhambi, kuacha, roho ya kuungama, roho ya kutaka kugeuzwa na kuwa kiumbe kipya, roho ya kugeuzwa ya kuwa mtu mpya. Bwana mfalme wa amani, za kitu kipya ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakataa kila addiction, kila hali, kila ulaibu ambao umekamata maisha yake, kila hali yoyote, kila namna yoyote iliyofunga maisha yake, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninazifunga kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, mpe maamuzi ya kuungama kwa watu ambao wenye neema ya kumvusha katika lile eneo ambalo amekamatwa na dhambi, ambaye amekamatwa na dhambi katika uzinzi, amekamatwa na dhambi ya uongo, amekamatwa na dhambi ya utapeli, amekamatwa na dhambi ya ufisadi, amekamatwa na dhambi ya wizi, amekuwa ni mwizi katika taasisi, katika ofisi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, muda huu mwaminifu anaposikiliza, anapotazama, ninamfungua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaalika neema yako Bwana inayovusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba na kuamini. Amen. Basi Mungu wa mbinguni akubariki kwa kuweza kusikiliza na kuweza kufuatilia. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Endelea kutufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii kupitia Facebook, kupitia Instagram na YouTube kwa jina Odin Simbeye.